Inasemekana ili kulitumia panga hilo ni lazima uwe umesomea elimu za pande zote mbili, namaanisha pamoja na elimu ya mizimuni, ambayo mlezi mkuu wa himaya ya Izombe yeye amesomea elimu ya upande mmoja tu, hivyo hawezi kulitumia panga hilo. Vipi, unatamani kulishika? Ndiyo, natamani sana, lakini nasikia babangu alikufa na alishindwa kuwasaidia watu wa Izombe. Ni la baba yako, hivyo unaweza kulishika au kulijaribisha. Lishike. Nibra, mimi nakwenda mjini, naachana na mambo ya ulinzi. Muda wa likizo yangu umekwisha, hivyo narejea masomoni. Sijui nikuletee zawadi gani. Niletee tu nguo nzuri. Usijali rafiki yangu, nitakuletea zawadi nzuri. Baki salama, Mungu akipenda tutaonana. Mimi naitwa Mbwela, ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ni mtengeneza documentary. Baada ya kutokea katika hichi kijiji, nimevutiwa na mazingira yake kutengeneza documentary yangu. Naomba mnipe ushirikiano kama itawezekana tafadhali. Kwani wewe ni mgeni wa nani hapa Himayani? Inaonekana hujui vizuri hii himaya. Cha kukusaidia tu ni bora ungerudi ulikotoka kuliko kuendelea kuwepo kwenye hichi kijiji. Uende usitoke salama. Mbona mnamtisha? Kwani hichi kijiji hakina uongozi? Yupo, ni chief. Basi mimi ni mgeni wa chief. Itakuwa vyema kama mtanikutanisha naye. Nimeitikia wito, ewe mtukufu wa himaya ya Izombe. Ni mimi Malkia niliyetukuka, niko hapa mbele yako mume wangu. Kwa sasa nahisi mambo hayako sawa katika himaya yangu. Sijajua mzee wa mizimu anawaza nini. Na pia kwa muda mrefu hatujatoa kafara ya mabinti bikira. Mtukufu chifu wa himaya ya Izombe, kwa nini usitafute njia nyingine ya kufanya kuliko kuua watu na wasichana wadogo wasiokuwa na hatia? Sikiliza wewe mwanamke, mimi sipangiwa cha kufanya kwenye hii himaya nikiwa nahitaji mamlaka. Au mke wangu unaona wivu mimi nikiwa nafanya mapenzi na wasichana wadogo? Nadhani unataka nipinduliwe kwenye madaraka ili wewe uje kupata mabarobaro. Sina maana hiyo mume wangu. Kama huna maana hiyo ni vizuri sana mke wangu. Lakini kwa awamu hii nataka nianze na kijakazi wangu. Kijakazi wangu mume wangu tena? Kwa nini? Nitaonekana vipi katika himaya hii? Mbona unataka kunizalilisha? Hivi kumbe huna akili eh? Wewe ni nani unayetaka kupinga amri ya chifu wako? Au umesahau kuwa mimi ni kiongozi mkuu wa himaya hii ya Izombe? Na maombi yangu mimi kwako ni kama sheria, lazima utii tu.
Kumbwa. Wanambwela, karibu sana. Hii ndiyo himaya yetu, lakini nimeshangaa kukuona kwa sababu katika himaya hii sio rahisi wageni kuweza kufika. Kuna ulinzi wa Wanaizombe. Karibu sana shujaa. Ni kweli, hata mimi pia nimeshangaa kufika katika hii eneo, ila nilivyofika tu hapa, kiukweli nimevutiwa kwa kazi yangu ya documentary, lakini kwa vile nimekutana na mwenyeji wangu tayari umeshanifanyia wepesi. Karibu, lakini inabidi uwe makini sana, kwa sababu hii himaya ina watu hatari. Chifu wetu pamoja na watoto wake ni watu wenye roho ngumu sana. Inabidi uwe makini, na wakibaini kwamba kuna mgeni katika kijiji hiki, hukumu yake ni kukukata kichwa. Hivyo inabidi uwe makini sana rafiki yangu. Karibu sana. Inabidi twende nikupeleke mafichoni, maana ukionekana usalama wako utakuwa mdogo. Twende rafiki yangu. Tawala ya mababu, nguvu ya ufalme. Kwa hiyo itakuwa anajuana nini? Kwa nini Akumbwa ni amlete mgeni katika himaya hii? Mimi nafikiria tuende tukatoe taarifa kwa chifu, maana tusipofanya hivyo na sisi tutakuwa matatani. Ikolele Ateka, bintu wa chifu ulitukuka. Iko sabi Nibra, kijana mtiifu. Naona leo uko peke yako mahali hapa. Ndiyo bintu wa chifu, leo niko hapa kwa ajili ya kutafakari kumbukumbu mpya, lakini hata hivyo nimejikuta napenda kuangalia maji jinsi yanayopangilia mawimbi yake. Huenda kuna baadhi ya vitu tukawa tumefanana, kwa sababu hata mimi muda mwingi natumia kuwa mahali hapa na sio hekaluni, lakini imekuwa ni vyema kukuta mahali hapa. Kuna jambo tunaweza kuteta. Ni jambo gani hilo? Tupishe kidogo, tunafara. Nibra, wewe ni kijana mtaratibu, nyenyekevu na mwenye busara pia. Ndoto yangu mimi nikupate burudisho na mvinyo ya mapenzi yako katika bustani ya moyo wangu. Wewe ni binti wa chifu na mimi ni mwanahimaya wa kawaida sana. Sistahili kabisa kufanya hicho kitu hapa himayani, na kama nitafanya hivyo basi adhabu yake ni kifo kutoka kwa chifu wa himaya hii. Hivyo samahani sana, sitaweza kufanya hivyo. Unafanya nini?
Kaka mwache. Ateka safari mambi. Kaka ni mimi mkosefu sio wewe. Kaka. Mwambie ukweli kakako. Sina makosa mimi. Enda kufa Ateka, mwambie kakako. Ukweli mimi sina makosa. Enda kufa Ateka. Tafadhali mwana Achifu, mimi sina makosa, sijamkosea kakako. Naombeni mnisamehe. Msinipeleke kwa chifu tafadhali. Ataniua. Hivi hujui kuwa ni dhambi kubwa kwetu sisi walinzi kumkamata mtu kisha kumwachia? Sisi hatuwezi kukusamehe, lazima tukupeleke kwa chifu. Na kama ni msamaha atautoa yeye na sio sisi. Twende kwa chifu. Subiri. Mimi naomba mnisamehe. Na kama pia mkinisamehe, nitawapa zawadi ambayo hamjawahi kupewa hata na huyo chifu. Nguvu ya ufalme. Heshima ya enzi. Ni zawadi gani unaweza kutupatia ambaye chifu hajawahi kutupa? Hiki ni kichupa cha mvinyo. Wazee wa zamani walikuwa wakitumia mvinyo huu kwa kunywa ili kusaidia miili yao kuwa na nguvu na kuwa walinzi shupavu. Na mvinyo huu ndio unaotumika kwa machifu wengi ili kuwasaidia wasipinduliwe kwenye utawala wao. Kwa hiyo mtachagua moja, kunipeleka kwa chifu au niwapatie mvinyo huu muwe na nguvu hata kumpindua huyo chifu. Tupatie huo mvinyo kisha tukuachie uondoke. Leta. Subiri. Sawa. Lakini mnatakiwa kunywa hapa hapa nikiwaona, kwa sababu kuna maneno ambayo utakaoweza kuambia ili muweze kuyatamka. Unaweza kuondoka. Toka.
Ikolele mtukufu wa himaya ya Izombe. Iko Sabi. Mtukufu chifu wa watu wa himaya ya Izombe, tumekuja kukupa taarifa juu ya ujio wa kijana wa kigeni aliyepokelewa na Kumbwani. Ngome ya himaya yangu ni ngumu sana kupitika, lakini kama kuna mtu ameingia katika himaya hii, basi adhabu ya kifo inamuhusu. Ondoweni shaka, hilo swala litafanywa kazi muda si mrefu. Izombe, Izombe, tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya ufalme. Izombe, heshima ya enzi. Oh, Izombe, Izombe. Tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya ufalme. Izombe, heshima ya enzi. Oh, Enyi wateule wangu, amani ya Bwana iwe nanyi. Ikolele. Kama mtojali, naomba mniazime masikio yenu kidogo tuweze kunena neno la Bwana. Isaya 55 aya ya 6. Muiteni Bwana maadamu anapatikana. Muiteni Bwana maadamu yu karibu. Yohana 14 aya ya 6. Yesu alisema, mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na mizigo. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kaka, kwa wema wangu tu naomba urudie hapo hapo ulipo, maana akija kukuona chifu wa himaya hii atakuja kukufanya kitu cha kushangaza sana, kama sisi tunavyokushangaa. Wakorinto wa pili aya ya 5 sura ya 17 anasema, hata ikiwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, na ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Je, wapendwa katika Bwana, tunaweza tukafumba macho tukaomba? Baba, katika jina la Yesu na damu ya Yesu, hakika kazi yako hii ni ngumu. Rika sakarabo seki, ila Mungu wangu nitaifanya.
Pole sana na mitihani. Naitwa Daros. Je, mwenzangu unaitwa nani? Heshima ya enzi. Naitwa Zamna Malepa. Asante kwa kunisaidia. Haya mazingira sio mazuri. Je, unakumbuka chochote mpaka kufika hapa? Hapana, sikumbuki chochote kile. Nachokumbuka tu nimeingia kwenye matatizo. Nimetikia wito wa mtukufu wangu. Hivi wewe unajua kinachoendelea hapa himayani? Na kama unajua, kwa nini hukuleta taarifa mapema? Hapana mtukufu chifu wa himaya Izombe. Kila kitu mimi niliweka wazi. Nikampa taarifa Lukengi kama ulivyoniamuru. Nikamwambia mpaka ongezeko la watu hapa himayani. Ongezeko la watu? Ndiyo, kuna ongezeko la watu hapa himayani. Yatupasa kuishi kwa tahadhari, kwa sababu sio watu wazuri na wataasili mila na desturi tulizozilisi kutoka kwa mababu zetu. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa ongezeko sio la mtu mmoja? Twende. Inaonekana Zairi hamtanifikisha kwa chifu nikiwa salama, kwa sababu nitakufa kwa kiu na kwa njaa pia. Naombeni maji. Sisi hatujawahi kumpa mtu maji au kushindwa kumfikisha kwa chifu. Utafika kwa chifu ukiwa mzima au umekufa. Hapana, itaonekana ni wazembe sana. Yule mwingine tumemuua kule, na huyu tena tumwache afe. Chifu atatuona wazembe sana. Ni bora tumwache anywe maji kisha tumpeleke kwa chifu. Kuna watu takribani 5 hapa himayani. Na kabla hajaingia nilimpa taarifa Lukenge akufikishie. Ikolele, mtukufu chifu wangu wa himaya Izombe. Mtukufu wangu, tayari nimeshamchinja na kumua kikatili sana yule mwizi alioiba mazao kwenye ghala letu. Kwa nini ulipewa taarifa ya ongezeko la watu hapa himayani halafu ukufikishe? Sikiliza wewe Lukenge. Nataka uniletee mtu yeyote ambaye atakuwa mgeni hapa himayani. Na usipofanya hivyo, kichwa chako kitakuwa halali yangu. Ondoka. Mbavu mkubwa wewe. Aya, inuka. Unataka kunywa maji? Kunywa. Kunywa haraka tuondoke, tupotezea muda. Atom,
Mimi na Nibla tuna mahusiano na muda mrefu sana, ila tumefanya kuwa ya asili. Si unajua hapa Imayani kugundulika na mahusiano lazima utapoteza uhai wako. Afu isitoshe ukigundulika kuwa uhusiano wako umetolewa na mwanaume mwingine tofauti na Chifu, wanasema umekiuka mila na desturi, na pia utaleta matatizo katika himaya hii. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe sio ni bikira tena? Ndiyo, mimi sio bikira na tumefanya zaidi ya mara 2. Wewe Pina, wewe unawezaje kuwa na moyo wa ujasiri kiasi hicho? Uogope? Izombe, tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya ufalme. Izombe, heshima ya enzi. Mungu muumba mbingu na nchi na wabariki, naye Roho Mtakatifu aliye mwema awape nguvu ya kujua wokovu. Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naomba niongoze katika kazi hii. Tawala ya mababu. Nguvu ya ufalme. Heshima ya enzi. Habari za saizi? Wewe vipi? Mbona haitikii? Au hajui ninachokizungumza? Au ni kiziwi? Acha mapepe bwana Mbwela. Hapa tulipo ni eneo la mizimu ya himaya ya Izombe. Kuna taratibu zake na kuna salamu zake. Yapasa unisikilize mimi. Sawa. Ikolele, ewe mlinzi wa mizimu ya himaya ya Izombe. Iko Sabi, kijana msomi msaliti uliyekimbia ardhi ya Izombe. Kitu gani kilichokusibu mpaka umekuja katika eneo la mizimu leo hii? Ikolele. Au nimekosea? Mizimu imekasirika sana kwa sababu uliondoka katika ardhi hii ya Izombe na kwenda kwenye ardhi nyingine, ardhi ambayo inaabudu miungu mingine. Mpaka sasa umeleta mkanganyiko hapa Himayani. Sijasaliti ardhi ya Izombe, bali nilikwenda kusoma kwa uchungu wa lengo la kuja kukomboa himaya hii ya Izombe na wana Izombe. Ndugu yangu, kumbe himaya yenu mnaabudu miungu wengine? Lakini sio mbaya, naona Mungu wenu anawapenda. Goldio, vipi? Eti, samani mlizi, hizi dhahabu naruhusiwa kuchukua? Ha!
nguvu ya ufalme. Iko lele. Iko sabi. Ndio maana Izombe imetulia. Kumbe jemedari wangu umeshafika. Ndio baba, nimefika. Tena nimekuja na huyu nyara aliyojaribu kutaka kumbaka dada yangu. Umetoa wapi huo ujasiri wa kutaka kukiuka mila na desturi za hapa Izombe? Unataka uchukue mamlaka ya chifu? Si unajua hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kumwingilia kigoli zaidi ya chifu? Wewe ni nani unataka kufanya hivi? Lakini pia nashukuru umekuja kipindi kizuri, kwa sababu leo ni siku ya kutoa kafara, na wewe utakuwa miongoni mwa wale watakayetolewa kafara. Ai! Naomba dakika moja kujitetea mtukufu chifu Himaya Izombe. Unawezaje kumpangia mtukufu? Alafu wewe huna hekima ya kumzidi chifu wetu. Umetenda kosa na bado unaendelea kutenda kosa kumdanganya chifu. Una dakika moja kujitetea. Mtukufu chifu Himaya Izombe, mimi sina makosa. Ni binti yako mwenyewe ndiye aliyekuwa akinilazimisha. Na nilipokataa akanikumbatia kwa lazima. Tawala ya mababu. Usichokijua, huyu ndiye nitakayemuoa. Mayuki, huyo mpeleke zizini akasubiri kifo chake. Hakikisha hapewi maji wala chakula. Tawala ya mababu. Nguvu ya ufalme. Sidhani kama nitakuwa na furaha siku ya leo, kwani imekuwa ngumu sana, kwa sababu unaweza ukampenda mtu alafu ikashindikana na ukakosa namna ya kumsaidia. Wewe Ateka, wewe usitake kuniambia kwa kuna mtu umeshampenda hapa Himayani na mpaka sasa ipo matatani. Si unamjua Chief Katele? Lazima usichana wako yeye ndo autoe, alafu ndo utaolewa na kaka yako Mayuki. Mzee wa mizimu, naomba kwanza nikuombe radhi, kwani ina maana ya babako ndio alikutoa usichana wako? Ateka, mila na desturi zetu ndivyo zinavyotufundisha hivyo, na ikitokea umetolewa usichana wako na mtu mwingine, basi mizimu itakasirika na himaya yetu itakumbwa na laana kubwa. Hebu tuachane na hayo. Halafu leo hujakunywa maziwa, hebu kamchukue maziwa haraka sana.
Ando anatakiwa kutolewa kafara, lakini sio Nebra. Nitahakikisha naondoka na Nebra kwenda naye mbali, kwenda kutafuta bustani ya mapenzi ya moyo wangu. Naamini mizimu ya Izombe itakuwa pamoja nasi. Izombe, Izombe, tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya ufalme. Izombe, heshima ya enzi. Oh! Izombe, Izombe. Baba, katika jina la shindwa pepo. Izombe, Izombe, tawala ya mababu. Izombe, nguvu ya ufalme. Samahani sana kwa kupitia maumivu sio stahili. Najua ni jinsi gani moyo wako unavyoumia sana. Kwa kupitia maumivu makali sana. Hatima yako ni wewe ufe au la. Vipi kuhusu msimamo wako? Nataka sikutaki. Nataka sikupendi. Nataka toka mbele yangu. Wewe ni mwanamke unaondolea matumaini ya kuishi. Sasa kuna haja gani ya mapenzi? Kuna haja gani ya kukupenda? Halafu yuko mwanamke ambaye mimi nampenda. Lakini sio wewe Ateka. Sio wewe Ateka. Sikupendi, sikuhitaji. Niache na maisha yangu bwana. Najua bado unapelekeshwa na mwanamke hasira. Usinisikie mimi. Mimi nipo kwa ajili yako. Na wala siwezi kukubali wewe ufe. Hebu kunywa maziwa, upunguze hasira na pia ongeze nguvu mwilini mwako.
Nguvu ya ufalme. Umeshindwa kutii maamuzi ya Chifu Makarundi. Halafu nilishakwambia ni marufuku kufika nyumbani kwangu mpaka upate ruhusa yangu. Nimefanya hivi siku zote, lakini sikuona msaada wowote ulionisaidia zaidi ya manyanyaso na ukatili tu. Katele, leo nimekuletea mwanao na wewe umlee. Utajua mwenyewe kama kumtupa au kumkata kichwa na yeye awe kafara katika hii himaya. Mama Kalunde, sikuwahi kufikiria kama utakuwa na akili chafu kama hizi. Wewe unajua kuwa mimi na mwanamke mwingine, na akijua hili itakuwa shida sana. Kumbe ni baba yangu. Nimefurahi sana kukuona. Kwa muda mrefu nilikuwa nikimsumbua mama. Mama alikosa majibu. Nyamaza wewe ngedele. Hivi unajua nini wewe kwenye haya maisha? Usichokijua, wewe ulipatikana kwa bahati mbaya tu. Hebu nenda kakajao kalale huko. Mimi sikuwa na lengo la kukupata wewe. Mama yako alinitegeshea tu. Mimi najua mke wako amekukimbia kwa jinsi unavyoiendesha hii Izombe kwa mabavu. Sasa basi, kabla sijatoa hii siri kwa wana Izombe, uniambie umekubali kukaa na mwanao au la? Mimi nakubali kukaa na huyu mtoto, lakini nakuomba usitoe hii siri. Kama umekubali kukaa na mwanao ni vizuri, na kuahidi mimi sitaitoa hii siri. Tawala ya mababu. Taarifa limeambiwa na mizimu kwa kile ulichokifanya kwenye yale maziwa. Hapana, mimi sijafanya chochote kwenye yale maziwa. Na kama mizimu ndio imekwambia, basi haijafanya kazi yake. Usitafute balali kukumbe. Mizimu ya Izombe haiwezi kusema uongo. Na ukiendelea kubisha, shida kubwa itakukuta. Utajiona ni binti asiyekuwa na bahati hapa Imayani. Kwa hiyo, ni jukumu lako kuniambia ukweli au kuendelea kunidanganya ili nifikishe taarifa zako kwa chifu. Ndiyo, mimi ndio niloweka sumu kwenye yale maziwa. Na nimeweka sumu kwa sababu nachukizwa sana mwenendo wa Chifu Katele hapa Imayani. Na kinachonitafuna moyoni mwangu ni pale Chifu Katele alipoamuru kuliwa mama yangu. Tena kipindi akiwa mjamzito. Na mimi nikashuhudia kwa macho yangu. Na hili sitolisahau katika maisha yangu. Na nilipanga kulipa kisasi kimya kimya. Unatakiwa utumie akili kwenye kufanya mambo yako kipepeo. Leo hii ningekuwa sina huruma, unadhani ungekuwa wapi sasa? Hivyo basi, ninatunza siri hii mpaka kufa kwangu. Lakini na wewe niahidi kama hutofanya tukio kama hili tena. Kwanza nikushukuru kwa kuwa una huruma. Wewe ndio uliokuwa unafaa kuwa kiongozi. Nadhiri yangu kwako, sitojaribu tena kufanya jambo kama hili. Naomba unisamehe. Baba, katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Unazungumzia Yesu tena? Okoa maisha yako.
Afrika sakara foseke. Izombe. Izombe. Tawala ya mababu. Ikolele. Mtukufu chifu wetu wa himaya Izombe. Iko sabi. Naona umerudi jemedari wa himaya Izombe. Nimerudi baba. Lakini hata hivyo, leo siku yangu imezidi kuwa mbaya. Unajua baba, mimi sijawahi kushindwa hata siku moja. Na kama unavyoniamini, kushindwa kwangu ni mwiko. Lakini leo imekuwa tofauti. Mtukufu chifu wangu, naomba niamuru ni mchinje kwa yoyote atakayeingia ndani ya himaya tukufu ya Izombe. Nyamaza wewe. Kwa nini unaongea wakati mtoto wangu anaongea? Mwanangu, nini kimetokea? Lakini baba, nilikuwa niko mtoni naoga. Nilimuona mtu amevaa mavazi tofauti ambayo siyaelewi. Na nilitoka kwenye maji, nikaanza kufukuzana naye. Lakini sikumuona wapi alipoelekea. Nilitoka kwenye maji nikawa nafukuzana naye. Lakini kwa bahati mbaya akanitoroka. Sikujua wapi alipoelekea. Hiyo ni laana mwanangu, iliyotufikia hapa Izombe. Mayuki, unashindwaje kumkamata? Leo nimekuona mzembe sana. Sasa basi, nataka muende sehemu ya kufanya kafara. Na tukimaliza tambiko, unatakiwa wewe na Lukenge muende porini ukawakamate hao waliovamia. Chifu wangu, kwa nini tusende sasa hivi tukawachinje? Potea machoni mwangu. Izombe. Izombe. Tawala ya mababu. Naitwa Kangalo, ila katika imani naitwa Bina Mungu, kwa sababu mimi ni mteule wa Mungu. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuitangaza neno la Bwana. Naitwa Mbwela, ni mtengeneza maudhui katika mitandao, hususan documentary. Nimekuja katika hii misitu kwa ajili ya kuja kutengeneza documentary. Lakini baada ya kufika katika hii misitu, nikakutana na himaya ya watu ambao nisiowajua. Hivyo zoezi langu likawa limesita hapo. Lakini bwana mchungaji, huu si wakati wa kutangaza neno. Ni wakati wa kuokoa nafsi yako. Kwa sababu hawa watu wanaonekana si watu wazuri. Tena hawa ni majangili haswa. Hapo ndo ninapopahitaji. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Napaswa ni kutangazia neno la Bwana. Tukisoma ile Isaya 41 aya ya 10 inasema, msiogope maana mimi ni karibu na nyinyi. Msifadhaike maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam nitakusaidia. Bwana mchungaji, sio kama mimi naakana maneno yako. Ila hii sehemu sio sehemu sahihi ya kutoa hilo neno lako. Mimi mtu mwenyewe tayari nishakuwa naamini kukimbia kuliko hata hilo neno. Yaani mimi naona tu upeleke neno sehemu sahihi. Kwa sababu hilo neno nalitupa kwa mtu ambaye tayari sasa hivi anaamini mbio ndio ambayo inaweza ikamuokoa. Na mimi nakushauri, yani bora uamini mbio kuliko hata hilo neno kwa huu msitu na hawa watu jinsi nilivyowaona. Si umeona tu ulitundikwa pale? Nimekusaidia mimi. Tulia bwana Mbwela. Bwana ana shida na wewe. Yoshua 1 aya ya 9 inasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, maana Bwana yu pamoja na wewe. Warumi 8:28 inasema, nasi twajua Mungu hufanya kazi na watu wote wale hawapendao.
Mimi ndo kwanza nimekutana na mchungaji kichwa kigumu kama wewe. Hivi huko ulikotoka huko hakuna makanisa? Kwa nini usitengeneze kanisa tukawaita waumini wakaje? Kwa nini unakuja kuhatarisha maisha yako huko? Alafu bado unaanza bwana, kwa nafsi yako. Rika sakarabu seki. Jina la Yesu. Yesu atawahukumu nyie. Tangulia twende. Nilimsihi sana Akumbwani kuhusu ujua yule mgeni hapa Imayani, na nilimkumbusha kuhusu Chifu Katele, lakini Akumbwani aliendelea na misimamo yake mpaka kufika kumpeleka mgeni katika miungu yetu, na walipofika huko ndipo balaa ilipoanza. Mimi nafikiria Akumbwani hajakosea kumkaribisha mgeni ambaye alijikuta tu yupo katika hii himaya yetu, ila alichokosea yeye ni kumpeleka mizimuni, wakati anajua pori lote la kule mizimuni linalindwa na walinzi wa himaya Izombe. Hilo ndo tatizo. Vipi kuhusu kaka Konibla? Aliwaza nini mpaka kutaka kumbaka binti wa chifu? Kwani alikuwa juu kwamba itakuja kumletea tatizo kwake? Mimi sina uhakika kwa Nibla alitaka kufanya hivyo, wakati anamjua vizuri Chief Katele. Mimi nafikiria ni mipango tu iliyopangwa toka hapo awali. Hivyo natamani niende mizimuni nikaombe ili itoe hukumu juu ya hili. Sawa, sisi turudi Imayani, maana walinzi wakija kutukuta hapa watazani tunajadili kuhusu ndugu zetu. Kutoka mizimu ya Izombe. Iko Sabi Kalunde. Umetoka wapi? Mbona uko peke yako? Nilitaka kuongea na mizimu ya himaya ya Izombe. Wenda itanisikiliza mimi kuliko wewe. Kalunde, hupaswi kujua kitu chochote kuhusu mizimu kwa sasa. Wewe bado ni mdogo sana. Natakiwa utulie, ujifunze mila na desturi za hapa Imayani. Naomba nikuulize kitu, mzee wa mizimu. Unaweza kuniambia kwa nini mke wa chifu yupo Imayani? Wewe haya yote umeyatoa wapi? Kwa sababu hili jambo ni siri yangu mimi na Chief Katele. Na wewe umeajuaje? Nafikiria muda sio sahihi wa kukuambia kila kitu. Lakini elewa, najua kila kitu kinachoendelea Imayani. Izombe. Tawala ya mababu. Izombe. Nguvu ya mfalme. Izombe. Heshima ya enzi.
Nilimwona Nibla akiwa analetwa Imayani huku amefungwa kamba, akiwa na mlinzi mkuu pamoja na Ateka binti wa chifu. Naweza nikaamini maneno yako, maana sio kawaida yake kutoonekana Imayani muda mrefu, na ukizingatia anataka kuwa askari kama marehemu baba yake. Aliletwa mbele ya chifu akidaiwa kutaka kumbaka Ateka huko mtoni wakati ameenda kupunga upepo. Ndipo alipoamuru awekwe zizini, kisha na yeye ataungana na watu watakaotolewa kafara. Wewe, ina maana Nibla alitaka kumbaka Ateka? Ni baraka gani hili jamani limenikuta? Au ndo anipendi tena? Kwa hiyo wewe unataka kuniambia Nibla ni mchumba wako na ndio umefanya nao mara mbili? Hapana, simaanishi hivyo. Maana yako nini sasa? Nibla! 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 Ateka, inatosha mwanangu. Kwani shida nini? Baba, nataka kumuua Nibla. Alafu mimi sikumwacha hivi hapo awali. Nilitaka afe kwa maumivu kama yeye alivyotaka kunibaka kule mtoni. Sasa kwa nini na yeye ameingilia mipango yangu? Sawa mwanangu, nimekuelewa. Na usiwe na wasiwasi, atapona. Kwa povu nililoliona atakuwa amepewa sumu. Nenda kalete dawa mbio ya kuzuia sumu mwilini. Sawa mkuu wangu. Tawala ya mababu. Nguvu ya ufalme. Kuwa mlinzi wa chief sio kazi rahisi hapa Imayani. Lakini pia nafikiria nisingekuwa mlinzi wa chief, sijui ningekuwa nani hapa Imayani. Pia kuna tetesi nazisikia kuwa wewe ndiye uliweka maziwa sumu ili umuue Ateka binti chief. Ni kweli, mimi ndio nilikuwa nataka kufanya hivyo. Lakini yote nilifanya kwa hasira ili kulipa kisasi kama mama yangu alivyouliwa kwa uchungu akiwa na kiumbe tumboni. Hutakiwi kushindana na Chief Katere kipepeo, kwa sababu hata iwe vipi huwezi kubadilisha kilichotokea. Na kingine, jifunze kujifanya mjinga kwenye kundi la wajanja. Na usifikirie kabisa kulipa kisasi kwa kudhani utaweza kumudu heka za Chief Katere. Maumivu wa moyo wangu ni mfano wa kidonda kilichoanza kupona, alafu kikachomwa na ncha kali kikarudisha ubichi. Hivyo ni ngumu kusahau maumivu yake.
Mama Karunde. Najua unaelekea mzimuni, lakini nafikiria kuwa sio jambo sahihi kwako, kwa sababu mizimu ya Izombe imekasirika sana, na hivyo upasi kuelekea huko. Kwa sasa natamani niwe nimefika mzimuni, huenda mizimu ikanisikiliza na ikanisaidia, hivyo sitakiwi kupoteza muda hapa njiani. Mimi najua hizo ni hasira za kutelekezwa na chifu wa himaya ya Izombe ukiwa na ujauzito. Mpaka sasa mtoto amekuwa na ulijifunza kukaa kimya mpaka sasa, lakini labda nikwambie kitu tu, huu sio wakati sahihi wa wewe kwenda mzimuni, hivyo hupasi kuelekea huko. Mimi nataka kufika mizimuni ikiwezekana, lakini sitoweza kuacha kwenda kuiomba mizimu, wakati mizimu ndio iliyotukuza. Mimi naomba uniache nisipoteze muda. Sawa Buriani. Akumbwani, kwa nini unajitetea kwa kuikimbia hema yako? Watu wa Izombe waitegemea wewe ndo utakayekuwa msaada mkubwa wa kuibadilisha Izombe, lakini wewe ndo umekuwa mstari wa mbele wa kuhakikisha Izombe inaingia kwenye mabalaa. Sio kweli kama mlivyoaminishwa, ila mimi niko hapa kwa ajili ya kuitetea Izombe. Pengine nimekuwa mbaya mpaka ndugu yangu Gamba anahisi mimi ni msaliti wa Izombe. Hakuna siamini kuwa ni msaliti, kwa sababu uliwezaje kumchukua mgeni na kumpeleka mzimuni aliyekuwa yeye hahusiki chochote katika hii maya? Akumbwani, wacha kutufanya sisi hatuna akili, wewe msaliti mkubwa. Nimekuwa dhalili wa neno kwa kufilisiwa na ndimi zenu. Wacha Izombe iamini hivyo. Ipo siku mimi nitaonekana shujaa na kuondoa utawala dhalili wa Chief Katele wa Katele. Sasa endeni mkawape salamu kwamba mimi ni mzima, niko hai na kuna siku nitakuja kuondoa utawala. Na wategemee ujio wangu mpya. Nawatakia muwe na siku njema.
Ikolele Mayuki, mtoto wa chifu aliyetukuka. Iko Sabi Kalunde, mbona uko porini peke yako? Na halafu unakwenda mbio, kuna shida gani? Najua Chifu Katele anakuamini sana kiasi cha kwamba anahisi huwezi kushindwa kitu, lakini ukweli ni kwamba wewe ni mlinzi mwenye mbinu ndogo sana. We Kalunde, kwa nini unaongea maneno makubwa tofauti na umri wako? Wewe ni binti mdogo sana, na umejuaje kama mimi nina maadui? Ogopa sana kutumia mabavu kwenye uongozi, na ukiendelea kufanya hivyo, ipo siku Wanaizombe watakuchoka na utajutia kufanya maamuzi. Pengine unielewi kwa sababu ya umri wangu, lakini litapokutokea tusilaumiane. Kelele, mtoto mdogo usiyejua mambo. Hivi unapata wapi ushujaa wa kusimama na kuongea mlinzi mkuu? Lukenge, mwache aendelee kuongea. Asante kwa kunipa nafasi kaka. Kaka yako? We Kalunde, unamaanisha nini? Wewe ni kaka yangu kwa sababu umenizidi umri, lakini ukifika nyumbani naomba uongee na Chifu Katele kuhusu mimi, ila kwa sasa naomba tuongozane. Mimi sikuja katika msitu kwa ubaya. Mimi nimekuja kufanya documentary tu. Mimi sio mtu mbaya kama wanaokukimbiza. Kama wewe sio mbaya, wewe ni nani? Na mbona umenipiga sasa? Ehadu. Unaweza ukanifuata kama hutojali. Sasa nakufuataje sikujui? Wewe ni nani? Kama unahitaji kuokoa maisha yako, basi unifuate. Ila kama unataka kufa, endelea kukaa hapo. Oya, basi nisubiri basi. Ikolele Chifu wa Katele wa himaya hii ya Izombe. Iko Sabi shoshoshi wangu. Nadhani una jambo la kuniambia. Ndio mtukufu wa himaya hii. Kipindi nipo katika maandalizi yangu bondeni huko nilishuhudia kumwona Kipepeo akiwa anaongea na mmoja wa mlinzi wa himaya hii akiwa anamwambia kwamba yeye ndo kahusika katika swala la kumwekea teka dawa. Kipepeo. Ananitafuta nini mimi huyu? Au anataka atambue makalio ya nyoka yanapokaa? Safari hii ameninawa. Samahani mtukufu wangu, nilikuwa naomba unistiri walinzi wasije wakasikia kama mimi ndo shushufu wako ambao nakuletea taarifa ambazo zinajiri katika himaya hii, wanaweza kanichukulia vibaya na kunihisi kivingine. Hapana, usiwe na shida. Nitaitunza hii siri na hutaisikia. Mama, unapokuwa mlinzi katika himaya hii, hutakiwi kuwa muoga. Izombe.
mfalme. Kizombe. Heshima ya enzi. Oh! Kizombe. Oh, karibu sana. Yaani kila ninapokuona nahisi kama nimemwona kaka yako Nibra. Kiukweli uwepo wake unaanza kunitesa sasa. Nilimzoea sana kaka yako, ila hatuna budi kukubaliana na matokeo. Kaka yangu ndo alikuwa tegemeo langu pekee Pina. Natamani mizimu ya Izombe isikie kilio changu, lakini wapi, nimekuwa yatima mimi. Sina baba, sina mama, na kaka yangu tegemezi langu nakwenda kumpoteza sasa. Enyi mizimu ya Izombe, tuoneni huruma basi. Kulia kwetu wala hakutoleta matokeo mazuri. Tunatakiwa tupambane ili tuweze kumwokoa Nibra. Ni wakati wa kuvaa ujasiri na kulipambania hili. Mimi nimekuelewa, lakini unafikiri tuanzia wapi? Ikiwa Izombe ulinzi wake ni mkali na wakatili pia, hivyo haitakuwa rahisi. Kweli sio rahisi, na ndio maana vita ni kubwa. Ila wewe niachie mimi, alafu nitakwambia cha kufanya. Hivyo haitakuwa rahisi, haitakuwa rahisi Pina. Izombe. Izombe. Tawala ya mababu. Izombe. Nguvu ya mfalme. Kalunde, mbona umesimama? Kuna nini kwani? Nitaka kupeleka huko. Kuna kitu nitaka nikakuonyesha. Ila huko kuna kitu cha muhimu sana. Kalunde! Kalunde! Hii hali inaniogopesha sana. Unadhani chifu akitambua kama mimi ni mjamzito, si atafikiria na mimi nimechangia kuleta laana kwenye hii himaya? Na isitoshe, sijamwambia chochote Akumbwani. Hapo ndipo ulipokosea. Ungemweleza ukweli Akumbwani, huenda angepata nafasi ya kukusaidia, lakini wewe umeweza kumficha hata yeye. Unadhani akibahatika kurudi hapa anaweza kukuelewa? Mimi siwazi kuhusu Akumbwani. Nachofikiria hapa kuhusu Chifu Katele. Unafikiria akijua kuhusu kama mimi na mimba, sintazikwa mzima mzima mpaka mauti unanikuta? Naogopa sana. Chifu hawezi kujua lolote lile mpaka atakapopelekewa taarifa na watu wako wa karibu. Hivyo inatakiwa uwe makini sana, asije akajua mtu yoyote hapa. Ikwelele iko sawa.
Nilikuwa nataka niwasalimie tu kidogo napita, lakini sijasikia chochote. Sijasikia chochote. Hey! Kwa sasa walinzi wa Izombe akili zao zote zipo kwenye sheria ya kutoa kafara, na hii ndio muda sahihi wa kwenda kumtorosha Nibra. Tusipofanya hivyo, anaweza akapoteza uhai leo. We Pina, walinzi wa Izombe hawajawahi kulala hata mara moja, yaani namaanisha muda wote wako macho. Alafu ni bora tupoteze mtu mmoja ili sisi 10 tuishi vyema kuliko kuendelea na maisha yetu ya kawaida. Itakuwa ni hadithi ya fisi na sungura. Haiba ya sura ya mwanadamu ndio kiashiria pekee cha kivuli cha kushindwa. Uchungu ninaopitia kwenda kumpoteza kaka yangu ni sawasawa kama kijiwe kilichodondoshwa kutoka angani. Gamba, wigo mkubwa wa kufikiria umekutoka, na kama utashindwa kuungana sisi kwenye hili, basi nakuomba tu tupishe tu upange mipango yetu. Hupaswi kuwa mwoga wewe, unatakiwa uonyeshe ujasiri tuweze kushinda hii vita. Gamba, kakako akungwa ni kwapi? Kumbuka leo kwako, kesho kwa mwenzio. Hatuna nguvu ya kushinda utawala wa Chifu Katele, na natamani kuungana na nyinyi nyote ili twende kumwokoa Nibra, lakini nahisi na sisi tutakwenda kupoteza uhai wetu. Walinzi wa Izombe ni hatari sana na wako tayari kufanya chochote kile ili mradi wamridhishe chifu. Mimi nitalifanya hilo kwa sababu nimechoka kila siku kutoa machozi, na kama nitakamatwa basi itakuwa nimepangiwa kufa mimi na kaka yangu. Basi sawa, mimi nitaungana na nyinyi, ila inatupasa tuwe makini sana, maana tukifanya makosa hata kidogo maisha yetu yatakwenda kuwa hatarini. Kipepeo, mara nyingi unanizungusha zungusha, nikikufuata unanipiga piga saundi. Sasa nataka unipe jibu langu, unanipenda au unipendi? Haijalishi unipendi, haijalishi unanipenda, ili mradi tu nahitaji unipende. Wewe binti unanizungusha zungusha kati unajua kabisa mimi kijana rijali katika hichi kijiji. Mimi ndo kijana ambaye namna gani vipi na chifu afuna kuja nataka kujua sasa, naomba jibu langu. Mimi naogopa kuwa na mahusiano hapa Imayani. Nilishakwambia kuwa mimi siwezi kukupenda wewe. Alafu umesahau kuwa hapa Imayani ni laana mtu kuwa na mahusiano. Sasa naanzaje kukupenda wewe? Hebu niache niondoke. Sasa wewe unajifanya mjanja. Mimi mjanja zaidi yako. Akipepeo, tufanye siri hili jambo, so kila mtu alifahamu. Na tena ukiendelea kuniuzi,
yatakukuta makubwa. Utajuta kwa nini ulifika katika himaya hii, kwa nini ulizaliwa katika himaya hii. Hata kama nikiwa nahitaji mahusiano, siwezi kuwa na mtu kama wewe. Sasa basi, fanya mambo yako, acha kunifuatilia. Sawa Kipepeo, mimi nimekuelewa, ila nasikitika kukuambia kwamba nilikusikia ukizungumza porini na mmoja wa walizi wa himaya hii ya Izombe. Alafu kitu kingine, mimi nilikuwa nakujaribu tu na kupima. Wala sikuwa na haja hata kukutongoza eti unikubalie. Nilikuwa najua kabisa na wewe unaweza kanikia na mimi sumu nikafa. Pia nikutakie siku njema, muuaji msiri. Ngadu. Nimekubali. Iko lele. Iko sabi. Baba, huyu ndo ule nyara aliyotoroka ile siku. Na nilikuahidi kuwa nitamleta mbele yako akiwa mzima ama amekufa. Umefanya kazi nzuri mwanangu. Hivi ndivyo anavyotakiwa jemedari, hataki kushindwa. Mlimuona wapi huyu? Na wakati tulivyokuwa tunaondoka hapa, tulifanikiwa kumuona Kalunde kule bondeni. Kule kwenye michirizi ya maji yenye tope. Na ndipo alipotusimamisha na kutupeleka moja kwa moja alipo unyara. Tulimkuta amefukiwa chini. Safi sana. Sasa huyo Kalunde yuko wapi? Chief, baada ya kuvuka ule mto mdogo, Kalunde alituaga na kusema anaelekea kwa mama yake. Lakini alisema jioni atarejea himayani. Sawa. Nilishaanza kumwekea mashaka yule Kalunde. Sasa basi, mpelekeni huyu nyara, mkamfunge kule zizini asubiri adhabu ya kuchoma moto leo usiku. Msimamo wako utakusaidia kitu Nibla. Kitakacho kusaidia niwe kuonyesha upo pamoja na mimi. Kwa sababu kwa sasa naona kuna uwezekano mkubwa wa kupoteza maisha yako kuliko kuishi. Hivi ni wakati wa kujikabidhisha mikononi mwangu ili kujiepusha na kifo. Hakuna kitakachobadilika Teka. Huenda mizimu ya Izombe imepanga mimi nife nikiwa shujaa. Kwa hiyo acha niendelee kusubiria adhabu ya kifo inifikie. Wacha kujidanganya Nibla. Hakuna mtu anaweza kukubali adhabu ya kifo. Nadhani kwa sasa utakuwa unamwogopa baba yangu. Lakini kama utakubaliana na mimi, nitakuchukua na tutaondoka katika himaya ya Izombe. Siko tayari kuiacha himaya yangu ya Izombe nikiwa hai. Hivyo basi siwezi kufanya chochote na wewe. Kwa jina la Yesu, shindwe. Rika sakarabusiki. Bwana atakupiga, Bwana atanipigania na atakupiga. Baba, katika jina la Yesu na damu ya Yesu, itazame hili Mungu wangu.
Unaonekana binti mzuri sana na unapendeza kuwa mke wa mtoto wa chifu, lakini ili uweze kutoka hapa lazima ukalale na mimi ili upate msamaha. Lakini na kinyume na hapo, wewe ni wakufa tu. Mimi nafikiria kuwa kulala na wewe sio jambo zuri kuliko ile ambayo unahitaji kukwambia. Wewe unapaswa kuwa chifu na sio baba yako, na mimi ndio na hiyo dawa ambayo ukimwekea baba yako anakufa na unalisi hicho kiti. Unachokiongea kama kinaingia akilini, lakini mimi nampenda sana baba yangu na siwezi kumuua, na kwa hilo sitoweza kufanya. Labda unipe njia nyingine. Wewe ndio unayemuonea huruma baba yako, na baba yako hawezi kukuonea huruma kabisa. Na kuhusu kuua, mbona alimuua baba yake na akalisi kiti cha uchifu, na aliyakuwa babu yako alisema yeye alisiwe na mjukuu wake ambaye ni wewe. Hapo nimekuelewa. Hiyo dawa iko wapi? Mabinga. Ikolele ewe ateka binti chifu. Niko sabi Mabinga. Leo nataka niombe baba akuongezee cheo. Kutokana na utifu wako wa kazi. Unajitahidi sana kuipambania maa yetu. Lakini leo nataka nikupe kazi. Ila inahitajika ujasiri mkubwa sana. Mimi nipo tayari kuifanya kazi yoyote ateka binti chifu na kuitunza siri hiyo bila kumwambia mtu yoyote. Nipo tayari na kusikiliza. Leo tukiwa kwenye jambo la kumchoma ule nyara aliyekamatwa. Mimi nataka umtoe Nibla na umpeleke katika polo la Izenea. Ukishamaliza urudi Mayani. Sawa binti chifu, nimekuelewa. Nitafanya hivyo na nitahakikisha namfikisha bila kutambulika na mtu yoyote. Naomba nifungue ili nikupe hiyo dawa. Lakini naomba niahidi. Nikikupa hiyo dawa, utanifungua na kuniruhusu niondoke. Ndio, nitakuachia uondoke. Ikolele. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sijui unazungumzia nini, lakini ninachoweza kukusaidia ni wewe jinsi ya kupambana kuweza kutoka hapa, la sivyo utapoteza maisha. Hapa hakuna hata mlinzi mmoja mwenye huruma. Wakipewa maagizo na chifu tu, basi lazima wayatekeleze. Sina wasiwasi na mashaka, maana Bwana yu pamoja nami na njia zake hazichunguziki, kwa maana amenipitisha katika haya ili niweze kumwamini na niweze kujifunza pia. Tukisoma Yohana 8 aya 44 inasema, Yesu anamuelezea Ibilisi
kwamba ni baba wa uongo, pia ni mwongo. Waefeso 6 aya 11 inasema, vaeni silaha zote za Mungu muweze kuzipinga hila za shetani. Hivyo mimi siogopi, hata wewe upasi kuwa na hofu. Ndugu yangu, maneno yako yasieleweka hayawezi kukusaidia kitu hapa Izombe, haswa ukiwa mgeni kama wewe. Mimi naponiona hapa ni mwenyeji wa Izombe, lakini nipo hapa kusubiria adhabu ya kifo kwa ajili ya kafara mizima Izombe. Najua unanionea huruma, ila Baba wa mbinguni ananionea huruma zaidi, naye Roho Mtakatifu ananitia nguvu katika hili. Luka 18 aya ya kwanza inasema, kwa nini unaniangalia hivyo? Ingawa mimi sina makosa yote hapa Imayani. Baba yako Chief Katele ndiyo mwenye makosa. Yeye kalianzisha, mimi namaliza. Mimi natamani hata leo hii ufe. Mimi ndo mtoto wa mwisho wa Chief Katele. Naona kama unataka kuchukua madaraka yangu, na mimi sitakubaliana na hilo. Natamani wewe ufe hata sasa hivi. Mimi sipo hapo kwa ajili ya kutaka madaraka yako, ila nipo hapo kwa ajili ya kupambania himaya hii ya Izombe, na sio kitu kingine chochote. Nani kukwambia mimi niko hapa kwa ajili ya kutaka kiti chako? Shujaa afiki Zembe. Hivi anapata wapi ujasiri wa kunzuia mimi mtoto wa chifu? Kwani atambui kama mimi mtoto wa chifu? Dawa yake ipo jikoni inachemka. Yatupaswa kusali bila kukata tamaa, tumwombe Mungu daima. Zaburi ya 50 aya ya 15 inatutia moyo na inasema, wenye haki walimlilia, naye Bwana akawasikia, akawaokoa katika tabu zao zote. Baba, hivi Kalule ni nani kwenye hii himaya? Yule mtoto ni jasiri sana na anaongea kwa kujiamini. Mimi nimetoka kukutana naye Kalunde. Kinachonisikitisha baba, wakati naongea naye alinijibu maneno ya dharau. Nilipotaka kumwadhibu kwa ujasiri akaushika mkono wangu. Ametoa wapi huo ujasiri wa kumshika binti wa Chief Katele aliyetukuka? Baba, hii ni laana kubwa katika himaya yetu, yule mtoto kututawala. Ateka mwanangu, yule Kalunde wewe mwache tu. Yule Kalunde sio mtu wa kawaida. Alafu yule mtoto yupo kiwingine katika hii himaya. Nafikiri yule mtoto amekuja kuuteketeza kabisa uongozi wangu, lakini kwa hapa atashindwa. Ateka, mimi nayajua haya yote hayo. Sasa sikiliza, huyu Kalunde pamoja na mama yake wote watapata adhabu katika himaya hii. Wameshaanza kunichanganya akili, kwa sababu mama yako sijui alipo, na wao wameshaanza kupandikiza mizizi katika hii himaya. Panda sintofahamu nyingi sana zinatokea. Nashindwa kuvumilia. Kwa vile mimi ni chifu, nitajua cha kufanya katika hili. Yule mtoto atatutawala
Mtoto ni nuksi katika hii himaya. Nahitaji ulishughulikia hili kwa haraka baba, la sivyo tutadhalilika. Hili nitalishughulikia kwa haraka sana. Wewe Nyala, Nibla yuko wapi? Nakuuliza, Nibla yuko wapi? Naye Bwana Mungu muumba mbingu na nchi alisema katika maandiko yake matakatifu, ukipigwa kofi la kulia, geuza na la kushoto. Baba, katika jina la Yesu, katika hili atanilipia. Rika Sakarabuseki.